Sasa picha yetu linaanza, kuna huyu mwamba anaitwa Jacob. Hapa Jacob anaishi na rafiki yake anaitwa Brad. Sasa Jacob alikuwa anamwambia Brad kwamba hii siku ya leo mpenzi wake anakuja hapa nyumbani na zaidi anakuja na sister yake hivyo. Leo anakuja kumtembelea hapa. Sasa Jacob alikuwa anamwambia Brad kwamba nakujua vizuri rafiki yangu na kuomba zaidi usije ukamsumbua shemeji yangu. Umenielewa eh? Brad akamwambia kwamba bana kwani unanifikiria hivyo ndugu yangu? Hakuna chochote kitakachotokea. Wageni acha waje, kila kitu kitakaa poa zaidi. Lakini ukweli ni kwamba Brad anamuelewa kinoma shemeji wa Jacob. Sasa upande wa pili huku tunakutana na Ann pamoja na Maria. Hao wawili ni ndugu. Sasa hapa Ann bana alikuwa anamuomba Maria amsindikize nyumbani kwa Jacob. Na huyu Ann ndo mpenzi wa Jacob. Sasa Maria kama vile anazingua fani hivi. Basi yani ikabidi kumbembeleza pale dada yake na kumwambia pana bana, mimi nakuomba unisaidie. Si unajua tena najua kupika, nitakufundisha pia. Hivyo naomba unisaidie twende wote basi. Sister mtu akaona so kesi akamwambia usijari nitakusindikiza mdogo wangu hivyo kuwa na amani. Basi yani alifurahi kweli baada ya sister yake kukubali kumsindikiza. Basi bana Ani kabidi kutoka kaenda zake sokoni. Baada ya time kupita, Ani alikuwa hapa anamsubiria dereva wake ambaye alihitaji aje amchukue hapa amrudishe nyumbani ili akampitie Maria waende zao kwa Jacob. Sasa dereva akawa amechelewa. Sasa ikabidi kumpigia Maria na kumwambia kwamba samani dadangu, nimechelewa kidogo kurudi huko nyumbani. Hivyo mimi ningekuomba kitu. Tangulia kwa Jacob, mimi nitakukuta huko. Sasa Maria akamwambia itakuwaje mimi nitangulia kati mimi ndo mgeni na mwenyeji wangu ni wewe? Hapana dada, wewe tangulia tu mimi nitakukuta. Basi Maria ikabidi kukubaliana pale na mdogo wake, akakubali kutangulia kwa Jacob. Upande wa pili huko napo tunaona mchizi akiwa amerejea nyumbani hapa. Sasa alipofika ikabidi kumuita Jacob. Akagundua Jacob yumo humu ndani. Sasa mchizi alikuwa na mpango wa ovyo kweli yani. Hapa alikuwa amekuja na waini pale, ikabidi kuchukua madawa kulevya akaichanganya kwenye ile waini. Sasa muda si mrefu Jacob akawa amerejea. Sasa alivyokuja akasalimiana naye pale fresh na nini, ikabidi kumuuliza vipi, wageni wanakuja? Jacob akamwambia yes, wapo njiani wanakuja. Sasa mchizi akamwambia kwamba wageni muandalie kinywaji gani? Jacob akamwambia wageni wangu watakunywa juisi tu inatosha. Mwamba akamwambia hapana bana, usifanye hivyo. Ukiwapa juisi utaonekana wajabu kweli yani. Sasa Jacob akakaa kama anapinga fani hivi, ila Mwamba akakazia pale na nini. Basi Jacob ikabidi kukubaliana naye kishingo upande. Sasa baada ya time kupita tunaona Maria huyo hapa ameshatimba kwa mchizi. Basi Mwamba ikabidi kumkaribisha ndani pale na nini. Akabidi kumuuliza, "Vipi? Mbona umekuja peke yako? Mdogo wako yuko wapi?" Bidada akamwambia kwamba huyu alipita sokoni lakini kanambia tutakutana naye huku hivyo aliniomba mimi nitangulie. Basi mchizi akawa amemuelewa pale bidada. Basi mchizi kabidi kumiminia pale waini, akajimiminia na yeye pia, akagonga pale chap akamimina nyingine akagonga. Lakini alivyokunywa tu ile ya pili, mara ghafla akawa anajisikia kama ana uchovu fani hivi. Ikambidi kumwambia shemeji yake kwamba nahisi kama usingizi umenibana kweli yani hivyo. Ngoja niende zangu chumbani nikapumzike tu. Basi bidada akamwambia hamna shida shemu wangu, wewe nenda ukapumzike. Basi Mwamba kama amejinyanyukia pale, akaenda zake chumbani. Sasa bidada huko naye alipoachwa tu, usingizi naye ukampitia. So unajua tena dawa zina nguvu kinoma. Sasa Mwamba naye ndo huyo hapa katimba. Alipokuja tu akajua dili yake lishatiki. Akamchukua mtoto mzuri, akamlaza kwenye kochi, akamvua nguo pale. After hapo nini kilichoendelea? Akambaka. Yani mchizi ana roho mbaya kishenzi yani. Basi baada ya kupiga zake tukio, akamchukua tena bidada, akamuingiza chumbani kwa mshikaji wake. Anataka amuzie kesi rafiki yake. Baada ya kumlaza bidada kitandani kwa mchizi, yeye huyo kajisepea zake. Sasa ikuchukua time sana, mdogo mtu naye ndo huyo hapa kama ametimba. Sasa alipofika hapa anajaribu kumuita sister yake, anaona ni kimya huko ndani. Anamuita Jacob, nyumba ipo kimya tu. Basi bidada ikabidi kuchukua simu, akampigia dada yake kutaka kujua kwamba vipi, mbona hayupo, na walikubaliana kwamba atamkuta hapa. Sasa katika kupiga simu, cha ajabu ile simu inaitia pale sebleni. Sasa kutazama vizuri akauona mkoba wa dada yake na ile simu inaitia ndani ya mkoba. Sasa katika kutazama vizuri zaidi akaona viatu pia vya dada yake viko pale. Sasa bidada akapata wasiwasi. Hapa kutakuwa kuna kitu kibaya kinaendelea. Basi ikabidi kutoka moja kwa moja akaenda paka chumbani kwa Jacob. Alipoingia tu ndani akamkuta sister yake kalala na Jacob. Ilimshtua kinoma yani. Basi ikabidi kuamsha pale Sasa katika kuamka Maria akashangaa, imekuwaje nimelala chumbani kwa Jacob na inaonesha wazi kabisa kuna jambo nimelifanya na Jacob. Maria ikabidi kumind Jacob pale. Sasa Jacob naye analalamika, anamwambia Maria, umefuata nini chumbani kwangu? Maana mara ya mwisho mimi nimekuaga na kuja kupumzika, imekuwaje umelala kitandani kwangu? Sasa hapa bana kinachoendelea, kila mtu ana mind mwenzake. Sasa Maria anamwambia Jacob kwamba amemfanyia kitendo cha ajabu, mwisho wa siku amempatia madawa, amemleta chumbani kwake kambaka. Mdogo mtu hapa haelewi, amwamini nani, aache nani. Sasa mwisho wa siku mdogo mtu achokifanya kwa hasira sana ikabidi kuondoka.
Sasa bidada akawa anamfuata mdogo wake na kumbembeleza na kumwambia kwamba nisamee, mimi sijafanya chochote kile kwa kukusudia, ni Jacob ndo amenifanyia huu unyama. Sasa bidada hakutaka kumsikiliza yoyote yule, alichokifanya ni nini? Ikabidi ajisepee zake. Sasa kipindi yani anasepa, alipofika mlangoni hapa akakutana na Brad ndo anaingia. Yani mwamba anaigiza kwamba kuwepo kabisa hapa nyumbani. Sasa bidada akana mind kweli, yani anashindwa kuelewa ni nini ambacho kimetokea. Jacob alipofika hapa akanajaribu kumuomba msamaha, amsamee na akawa anamwambia kwamba yeye hajafanya chochote kile. Wakati huu Maria naye akawa amefika, akaendelea kumind Jacob na kumwambia kwamba kwa kitendo hicho alichokifanya lazima atamchukulia hatua tu, maana kutarajia kabisa kwamba anaweza kana tabia ya kishenzi na ya kinyama namna hiyo. Sasa kipindi anaendelea kuzozana hapa, yani akaona hao wanazidi kumchefua tu, alichokifanya ni nini? Akaamua jisepe zake. Sasa Maria naye ikabidi kumfuata mdogo wake na kuendelea kumwomba msamaha. Jacob akataka naye kutoka kuwafuata, mchizi akamzuia akamwambia hapana, usiende. Kwa sasa hivi Anya ana hasira sana, muache kwanza atulie, baadaye utamfuata mtazungumza tu. Basi Jacob ikabidi kumsikiliza rafiki yake. Sasa alipofika huku nyumbani, Maria ikabidi kumwomba msamaha Ani pale na kumwambia kwamba sikiliza nikwambie kitu mdogo wangu, hakuna jambo lolote baya ambalo nimelifanya kwa kukusudia. Ani akamwambia kwamba sikiliza nikwambie kitu dadangu, sikutegemea kabisa kwamba ungeza kunisaliti. Hivi kweli wewe ni kunisaliti mimi? Tazama ulivyoniumiza. Unajua kabisa nampenda Jacob. Maria akamwambia hapana, sikiliza nikwambie kitu mdogo wangu, Jacob ni mtu mbaya kweli, mimi siwezi nikafanya kitu cha namna hiyo. Asani akaona kama dadake anazidi kumvuruga tu, ikabidi kunyanyuka pale, akaingia zake chumbani akajifungia. Maria akajaribu kumgongea pale, lakini mdogo mtu hakutaka kufungua kabisa yani shoti ni kwamba hahitaji kusikia chochote kile kutoka kwa dada yake, maana yeye anaamini kabisa dada yake ameamua kumsaliti kwa mtu anayempenda bana. Sasa wakati huu Jacob naye akawa ametimba hapa nyumbani kwa kina Maria. Sasa alipofika akawa anahitaji kuonana na Ani ili amueleze ukweli wote ulioendelea, lakini Maria hakutaka kabisa kumruhusu. Zaidi na zaidi anazidi kumtupia lawama tu na kumwambia kwamba yeye ni katili na mnyama. Sasa Jacob akamwambia sikiza nikwambie kitu, mimi nienda kulala chumbani kwangu na wewe ndio ulinifuata, niambie kama unanitaka niambie tu. Bana, hii kauli ilimuumiza kweli Maria kiasi kwamba akataka kumweka kofi pale Jacob. Basi bana, baada ya Jacob kushindwa kuonana na mpenzi wake, ikabidi ajisepee zake tu. Sasa bidada alivyorudi huku ndani akakutana na mdogo wake pale. Bana, kikawaka tena. Yani ilikuwa ni moto juu ya moto, yani ilikuwa ni vibe juu ya vibe. Sasa Maria anaona kama mdogo wake anamtupia mzigo wa lawama tu bure. Kilichoendelea ni nini? Ikafika wakati akashindwa kuvumilia, ngumi zikapangwa pale. Bana, ngumi zilitembea za kutosha kiasi kwamba mzee wao ndo alikuja kuamulia ugomvi. Ikabidi kuwachukua na kuwaweka pembeni hapa na kujaribu kuwahoji kwa tatizo gani lilopelekea mpaka wao wanapigana kiasi hiki. Sasa mzee alipouliza, Ani akadai kwamba hamna kitu chochote kile baba, tunaomba tu tusamee, tumegafirika, tumejikuta tunapigana bila sababu tu. Mzee akamtazama akamwambia hebu nyanyuka kaendetee maji. Basi kabidada akanyanyuka kaenda kufuata maji. Alipoenda kufuata maji tu, mzee kabidi kumuuliza binti yake mkubwa Maria kwamba Maria, kuna nini kinaendelea mpaka mmejikuta mnapigana kiasi hiki? Maria akamwambia hapana baba, hakuna tatizo lolote lile, tumejikuta tu tumegafirikiana, imshasiku tukao tumepigana tu bila sababu, hivyo tunaomba tusamee. Mzee akamtazama akamwambia okay, una uhakika na unachokisema? Akasema ni kweli baba. Basi ondoka, nenda kaendelea na mambo yenu, si mnataka kuendelea kupigana tu bila sababu, ondoka. Basi mzee ikabidi kuachana nao, maana anajua kabisa hawa ni watoto wanaofuatana na matendo yao siku zote ndivyo yanavyokuwa. Ikabidi tu kupotezea. Siku iliyofuata baada akawa amekuja kwa kina Maria huku, alipofika tu akawa amekutana na Ani. Ani akamwambia sikiza nikwambie kitu, kama umekuja kunieleza issue yoyote kuhusiana na Jacob, tafadhali nakuomba uondoke tu, sitaki chochote kile kukisikia kuhusu Jacob. Mshikaji akamwambia hapana, mimi sijaja kwa sababu ya Jacob, mimi hapa nimekuja kwa ajili ya kumjulia hali Maria. Bidada akamwambia Maria hayupo, hivyo mimi ningekuomba uondoke tu. Sasa mwamba akamwambia hapana, ningetamani kuonana naye. Bidada akamwambia sikiza nikwambie kitu, nachokuambia ni cha ukweli kabisa, Maria hayupo hapa nyumbani, hivyo ningekuomba uende tu, hamna namna nyingine ya kuonana naye, pengine kama akija kwa baadaye mtaonana, ila kwa sasa hayupo. Basi bana, Brad ikabidi ajisepee zake tu. Samida baadaye Jacob naye akawa ametimba hapa. Alipofika leo kwa bahati nzuri akawa ameonana na kipenzi chake. Sasa hapa mchizi akawa anajaribu kujieleza na kumwambia ukweli kabisa kwamba yeye hajafanya jambo lolote baya kwa dada yake. Sasa bila akamwambia sikiza nikwambie kitu Jacob, sitaki kusikia chochote kile kutoka kwako. Ulichokifanya ulimaanisha na ulidhamiria na kuomba uondoke kwetu. Mwamba akamwambia pana, nisikilize basi walau hata dakika moja tu. Kwani bidada alitaka kuendelea kumsikiliza mshikaji, ikabidi ajisepee zake. Sasa kipindi Mwamba anamfuata bidada, mara ghafla Maria huyu hapa akamfuata akamwambia sikiza nikwambie kitu, umerudi tena kumlagai mdogo wangu baada ya kutembea na mimi kinguvu kingono, si ndio ulinitilia madawa ukanibaka, bado hujalizika tu, bado unakuja kumngangania mdogo wangu. Mshikaji akamwambia sikiza nikwambie kitu,
Mimi wewe hujanileta kabisa hapa nyumbani kwenu. Nimekuja kuonana na mtu ninayempenda. Tafadhali, sitaki uniharibie siku kabisa. Maria akamwambia sikiliza, wewe ushavuruga ya kwangu. Mimi nashindaje kuvuruga ya kwako? Mshikaji akamwambia achana na mimi bana. After hapo nini Maria ikabidi kumtimua tu pale nyumbani kwao. Mwamba ikabidi ajisepee zake tu maana shaona Maria huyu kavurugwa kabisa yani. Yeye alivyorudi ndani ikabidi kumwomba tena msamaha mdogo wake na kumwambia kwamba anatamani yamalize kila kitu kikae poa. Sasa mdogo mtu akamwambia kwamba sikiza nikwambie kitu. Dadi alikuwa amekuja hapo kwa ajili ya kujulia hali. Unashindwa kumthamini mtu anayekupenda na kukujali ila ukaona ukatembea na mpenzi wangu, si ndio? Sasa kipindi anaongea hapa kumbe mzee amesikia ikabidi kuuliza, "Boyfriend gani wewe mnayemzungumzia?" Sasa hapa bana hakukuwa na namna. Ilikabidi tu ayaweke wazi na kabidada yani kakabidi kumwelezea baba yake kila kitu kilichotokea. Sasa mzee akabaki anashangaa. Hivi inakuwaje nyewe watoto mnakuwa na tabia za kijinga namna hii? Basi bana mzee ikabidi kuwasuluhisha watoto wake angalau wawe na amani pamoja na furaha. Baada ya wiki kadhaa kupita, leo akiwa anapata chakula kwa pamoja hapa, mara ghafla Maria akapata kichefuchefu. Mzee ikabidi kumuuliza, "Vipi una shida gani?" Maria akamwambia kwamba nimejisikia kichefuchefu baada ya kusikia harufu ya perfume ya Ani. Ani akashangaa. Mbona kila siku hii perfume mimi naitumia humu ndani? Leo imekuwaje uisikie ndo usikie kichefuchefu? Kweli? Hasa kipindi yani anaendelea kuzungumza hapa, mara ghafla Maria akasikia kichefuchefu zaidi, ikabidi kunyanyuka, akakimbia kwenda zake huko toilet kwa ajili ya kutapikiana huko. Sasa baada ya kutapika alivyorudi, Kaani kakamwashia moto. "Dada, una mimba?" Bana, hichi kitu kilimshtua kweli baba yake. Akamwambia sikiliza nikwambie kitu. Kama ni kweli una mimba, utanitambua mimi ni nani. Mguu wako mguu wangu, tunaongozana mpaka hospitali. Sasa Maria kana kataa pale, "Baba, mimi sina mimba." Mzee akamwambia sikiliza, mpaka nihakikishe, twende hospitali. Basi bana mzee kabidi kumchukua Maria akampeleka mpaka hospitali. Majibu kutoka, bidada ana mimba. Oya, akiliwaka kweli yani. Mzee kabidi kumkusanyia mabegi yake yote. Na mkusanya mabegi ni yani, si unajua tena ndani ya moyo wake ana kachuki na nini, hivyo akawa chap sana. Akaleta mabegi pale, wakamkabidhi bidada, wakamtimua pale nyumbani. Sasa bidada hakuwa anapakwenda, ikabidi kubeba mabegi yake, akaja moja kwa moja mpaka kwa Jacob huko. Jacob alipofungua tu mlango, bidada akaruka naye, akamgonga kipigo cha kutosha, akamwambia umeniharibia maisha yangu, umenitia ujauzito bila mimi kupenda, mwisho wa siku nyumbani kwetu amenifukuza. Bana, Jacob alitembezewa kipigo cha kutosha kiasi kwamba rafiki yake ilibidi aje aingilie kati hapa, akamchukua Maria akamweka pembeni. Wakati huu Ani akawa ameleta mabegi, akamwambia Jacob kwamba hongereni sana, naona mmeamua kuniumiza zaidi na zaidi, mmepeana mimba na imani mtakuwa na furaha, endeleeni na maisha mema. After hapo nini yani akawa amejisepea zake. Sasa mida baadaye babake na Maria huyu hapa kikao kimewekwa kikao hapa. Sasa mzee bana anasema kwamba yeye hataki kusikia chochote kile. Kulingana Jacob ndo mwenye mzigo huu, basi amemkabidhi mwanamke pamoja na mzigo wake apambane nao. Sasa Jacob akana mind pale, anadai kwamba yeye mwenyewe hajafanya chochote kile. Hapa anasingiziwa tu. Mzee hakutaka kumsikiliza bana. Tayari ashamkabidhi mzigo wake, mzee huyu akawa anajisepea zake. Sasa Maria akawa anazidi kumlaumu tu na kumind Jacob, akamwambia kwamba isingekuwa ujinga uliofanya, pengine maisha yangu yangekuwa mazuri kwa sasa. Tazama umeniharibia maisha yangu sasa. Bana, humu ndani kiliendelea kuwaka tu, maana Jacob mwenyewe anajua kabisa huu msala yeye hajaufanya, ameshikishwa tu. Sasa mida baadaye Brad kama kawaida yake ni mzee wa kuchombeza na ndo mtu alioharibu maisha ya watu. Hapa anamwambia Maria kwamba sikiza nikwambie kitu. Kama una uhakika hii mimba ni mimba ya Jacob, ni bora ujiongeze mapema tu. Toa hiyo mimba. Sasa Maria akagoma akamwambia hapana, mimi siwezi nikafanya kabisa hicho kitu. Lazima nimzae huyu mtoto. Lakini mchizi akaendelea kumlazimisha, akawazidi kumshauri na kumwambia kwamba kubali ushauri wangu. Mimi na madaktari nao wajua, wana uwezo wa kuzichomoa hizi mimba chap tu. Mimi nakupeleka tunafanya fasta, kila kitu kinaishia hapo. Maria alikataa kata akamwambia sikiza nikwambie kitu. Kama ushauri wako ndio huo, ni bora tu jisepee zako. Sasa huku nyumbani yani ana mind baba yake kwa kitendo cha kumtelekeza Maria kule nyumbani kwa Jacob. Mzee akamind akataka kumweka na kipigo kabisa, akamwambia sikiliza, haya yote umeyasababisha wewe. Alafu mwisho wa siku unakuja kuniambia ujinga gani hapa kwangu? Sitaki upumbavu. Nishamtelekeza na acha akae huko. Na ukirudia nitakufumua vibaya mno. Bana, yani ikabidi akae kimya tu, maana mzee kawa mkali kishenzi yani. Sasa mida baadaye Jacob tena akawa ametimba hapa nyumbani kwa ajili ya kuonana na Ani. Sasa alipofika Jacob akawa anajaribu kumwomba Ani msamaha na kumwambia kwamba yote kwa yote yaliyotokea yaje afanye chochote kile. Ani akamwambia okay, unataka kunielewa umenisababishia matatizo makubwa kwenye familia yangu. Hapo bado unajileta hapa nyumbani kwetu. Subiri nikuonyeshe. Bidada akaingia ndani akachukua maji akaja akamwagia. Akamwambia sikiliza nikwambie kitu. Una bahati sana. Leo nimekumwagia maji masafi.
siku nyingine ukirudi nitakumwagia maji machafu tena yenye ukoko. Bana dada kachafukwa kweli kweli, maana muda sio mrefu mzee ametaka kumtoa wenge pale. Si mchizi kinyonge sana, ikabidi ajisepee zake, maana mtoto mzuri ndo hataki hata kumsikia kabisa yani. Sasa Jacob amerudi nyumbani hapa na hasira zake, anamkuta Maria ametulia mezani hapa anagonga food, ndo kwanza amerelax, hata hana mawazo wala nini. Basi mshikaji kwa hasira sana akaenda kukichukua kile chakula. Dada akamwambia, "We, hebu acha ujinga. Nishindwe kula kwa sababu upumbavu wako." Sasa wakawa wananyang'anyana pale kile chakula. Sasa mchizi kabidi kuja hapa kwa ajili ya kusuluhisha na nini, akawanyang'anya ile sahani pale. Akamwambia, "Jamani, hebu mbadilike basi. Kwa nini mnakuwa hivi?" Kwani wanaelewa? Ndo kwanza vibe ilikuwa inazidi kuendelea pale. Sasa siku iliyofuata mchizi akiwa kazini hapa ana mawazo kama yote, anajiuliza sasa atafanyaje, maana amepewa zigo sio lake, mwisho wa siku penzi lake limeharibika, yeye haelewi afanyeje, kila kitu kwake kimekuwa mkosi. Wakati huu tunaona Maria pia anawaza mpaka analia. Upande wa pili huko Ani naye analia tu machozi. Sasa kwa mshikaji wetu ndo kwanza ana enjoy, yani ameweka headphone masikioni pale, ana enjoy tu, anakula vibe, yani ni kucheza tu, maana kwake ni ushindi tu. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, wakaona so issue wao kuendelea kugombana na kurumbana. Ikabidi wakae chini wakazungumza, kila kitu kikakaa poa. Sasa Jacob ikabidi kumwahidi bidada kwamba kulingana yupo nyumbani kwake pale na amekaa tu ana kazi, basi akamwahidi nitakutafutia kazi na kila kitu kitakaa poa. Usijali. Kuhusu hiyo mimba mimi nitalea tu, kwani shida iko wapi? Kama ameshanisingizia basi acha iwe yangu tu. Basi maisha yakazidi kusonga mle ndani. Sasa Brad bana hakufurahishwa kabisa kuona wawili hao wamekuwa na ukaribu na mambo yao wameyamaliza, hivyo kwa sasa wanaishi kwa amani, furaha pamoja na upendo. Sasa leo akiwa hapa na tafakari anajiuliza ni nini afanye, mara ghafla bidada akaingia hapa. Sasa akabidi kumsemesha, "Vipi Brad, uko sawa?" Mchizi akashtuka kweli pale. Mchizi akamwambia, "Yes, niko poa, kwani kuna tatizo?" Bidada akamwambia, "Hapana, mimi nimekuona kama uko sawa ndio maana nimeuliza." Mwamba akamwambia, "Hapana, mimi mwenyewe niko fresh tu. Nilikuwa tu nimekaa zangu hapa na fikiria baadhi ya mambo, ila niko fresh kabisa yani." Basi hii siku ilikuwa imepita. Siku iliyofuata bidada alikuwa ameketi zake hapa na nini, anaendelea na harakati zake kama kawaida. Sasa kwa pembeni hapa alikuwa na kajuisi kake na nini, akawa anasukumia mdogo. Sasa kuna kitu alikuwa amesahau ndani kwake, akawa amenyenyuka ameenda chumbani kwake. Alipotoka tu mchizi naye akaja hapa chapchapu, kuna dawa alikuwepo nayo akaiweka kwenye ile glasi, akaitikisa fresh na nini, after hapo akatoka. Hii dawa bana alikuwa amemwekea huyu dada ili mradi tu akiinywa ile mimba itoke, yani mwamba hofu yake tu ni ile mimba. Sasa bidada alivyorudi hapa akashindwa kuelewa ni nini kimeendelea, maana juisi alivyoiacha na namna jinsi ilivyo ikamchanganya zaidi na zaidi. Alichokifanya ni nini? Ikabidi kukagua kwenye kamera yake pale kujua ni nani amekuja hapa na nini kimeendelea. Sasa katika kutazama vizuri akamuona mshikaji amekuja, ameweka dawa kwenye ile glasi, akaitikisa, after hapo nini akasepa. Sasa bidada ndo akapata wazo, akajua kabisa huyu mtu ndo itakuwa alinifanyia mchezo hata ile siku, maana ile siku mwamba ndo alikuwa wa kwanza kulewa, afu akaenda kulala. Mwisho wa siku yeye akajikuta amezima. Kwa mwisho wa siku akagundua kabisa hapa itakuwa Jacob hakuna chochote anachokijua, mwenye hii issue ni huyu mshikaji. Basi bila kutaka kuzungumza chochote kile, siku iliyofuata Maria akachukua mswaki wa Brad akaupeleka kwa dokta, akamkabidhi akamwambia kwamba nakuomba ukae na hichi kitu dokta, siku nitakayojifungua tu nataka umpime DNA test mtoto wangu ili nijue huyu mwenye huyo mswaki ndo baba mtoto wangu au vipi. Basi dokta hakuwa na noma, ikabidi kuchukua vitendea kazi alivyoletewa akavihifadhi vizuri kabisa. Basi tunaona huko upande wa pili napo baada anazidi kumsii mshikaji, anamwambia Jacob kwamba hivi unahisi yani anavyokuona uko vizuri na Maria, mnaishi vizuri, mnachekeana, unahisi anafikiria nini? Sikiza nikwambie kitu bro, kama unampenda Ani mfukuze Maria hapa nyumbani, acha kabisa kuwa karibu naye, atakuharibia huyu. Sasa Jacob akamwambia, "Sikiza nikwambie kitu rafiki yangu, kama issue ishaharibika imeharibika tu, na mimi siwezi nikamfukuza Maria kwa sababu ya Ani. Nilichoamua kukifanya kwa sasa hivi, wote ni familia yangu, acha niishi nao kwa upendo tu. Kama kuna lolote lile litatokea kwa ajili yangu na Ani, basi ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, litakavyokuwa na acha liwe tu." Samida baadaye Jacob alikuwa anapiga zake story hapa na Maria na nini, yani sasa hivi wanaishi maisha fani, amani, furaha pamoja na upendo. Sasa kipindi stories zinaendelea hapa, mara ghafla Maria uchungu ukamshika hapa. Miezi 9 ndo shatimia mwanangu. Basi mchizi kabidi kumsaidia hapa bidada kwa ajili ya kumpeleka hospitali. Sasa mwamba alivyokuja hapa kwa ajili naye kujadili kumsaidia, Maria akamkataa pale, akamwambia hebu niache, sitaki kabisa uniguse. After hapo nini Jacob ikabidi kumchukua Maria na kumpeleka hospitali. Hakudauti wala nini, yeye alijua ni mambo ya mimba tu. Kweli bana, alivyofikishwa Mungu akasaidia, akajifungua salama, kila kitu kikakaa poa.
Kaja akawa anamtania pale Maria na nini, wakawa na enjoy zaidi na zaidi. Sasa baada ya siku kadhaa kupita, Maria akawa amesharuhusiwa amerudi nyumbani hapa. Leo bana, mtoto wa Maria alikuwa analia kweli kweli, yani kiasi kwamba Brady akawa amechafukwa. Akamfuata Maria akamwambia kwamba, hivi wewe humu ndani imekuwa ni kituo cha kulelea watoto au? Yani kila saa watoto wanapiga makelele tu, wanalia tu humu ndani. Sasa Maria ikarudi ilimkera kweli kweli, akamwambia okay, naona una kamdomo, acha leo sasa niseme ukweli. Basi Maria akatoka pale akaenda chumbani kwake, akaleta pale majibu ya DNA. Akamwambia mshikaji kwamba, sikiza nikwambie kitu. Hivi juzi tu ulikuja na dawa ukanikia kwenye kinywaji changu imradi tu mimba yangu itoke. Na kwa taarifa yako nimeshajua kila kitu, kwamba ile siku ulituwekea dawa mimi pamoja na Jacobo tukalala. Ukaja ukanibaka, after hapo ulipomaliza mambo yako ukanichukua ukanipeleka chumbani kwa Jacobo. Hivi huyo mtoto sio wa Jacobo, ni mtoto wako na vipimo vya DNA vinadhibitisha kabisa yani. Sasa mshikaji hakuamini, akachukua ile karatasi ya majibu. Wakati huo anamwambia Maria kwamba wewe utakuwa na kichaa, mimi sina mtoto na wewe, umenielewa? Wewe uchizi wako peleka kabisa huko. Bana Maria akakazia pale pale, nilichukua mswaki wako na nikachukua damu ya mtoto, vikapimwa na vikathibitisha kabisa huyo mtoto ni wa kwako. Bana Jacob aliposikia hivyo alimind kishenzi, alimweka kipigo cha kutosha mshikaji wake, maana alikuwa anamwamini lakini mwisho wa siku amemtendea ubaya bana. Hichi kitu kilimuuma kweli kweli Jacob. Sasa kulingana Jacob alikuwa na hasira kweli kweli na Brady. Alichokifanya ni nini? Akapigia maaskari wakaja wakamchukua mshikaji, na kuanzia sasa mwamba ndo akawa ameshapelekwa Mangerepa na kesi yake ndio ikaishaandikwa, anasubiria hukumu tu. Na siku iliyofuata mzee bana ikabidi kuwaitisha kikao kwa pamoja, akamuomba msamaha Jacob kwa kila kitu kilichotokea. Jacob akamwambia mzee kwamba hakuna shida, kulingana lilishatokea limetokea tu, mimi niko tayari kumlea mtoto na nitampokea kama baba yake, kwa sababu kwenye kadi ya mtoto jina la baba limeandikwa jina langu, hivyo nitabaki kuwa baba yake tu. Sasa baada ya pale Bidada ikabidi kumuomba dada yake msamaha. Akamwambia Maria kwamba naomba unisamehe dada yangu, maana sikukuamini na nilikuhisia vibaya tu, hivyo mimi nakuomba unisamehe bure tu dada yangu. Maria kuwa na namna ikabidi kumsamehe mdogo wake, wakafai kweli kweli baada ya kurudisha amani, furaha na upendo ambayo walikuwepo nayo toka kitambo. Bana Waswahili wanasema kwamba mwisho wa ubaya ni aibu. Mchizi alimfanyia ubaya mwenzake, mwisho wa siku ubaya umemrejea yeye huyo. Ameenda Mangerepa kula marage tu. Na hapa bana ndio inakuwa mwisho wa mzigo wetu siku ya leo. So ukitaka kuendelea kupata mtiririko wa kazi zetu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Utakuwa umetisha kinoma noma yani, na utaendelea kupata maendelezo ya kazi zetu zote ambazo tunaziachia kila siku. Bana ndio kuletea simulizi hii siku ya leo. Langu jina ni Lamfel.